Maandamano makali yazuka katika mikoa mbalimbali nchini Tanzania siku moja tu kabla ya uchaguzi mkuu, huku maafisa wa polisi wakitoa onyo na tahadhari. Karibu kwenye taarifa zetu za Erran Media na kuomba uchukue sekunde yako moja upige subscription. Kufuatia taarifa za baadhi ya watu kwenye mitandao kutangaza kuandamana, jeshi la polisi Tanzania limewahakikishia wananchi na wageni walioko nchini kuwa hali ya usalama ni shwari kuelekea siku ya uchaguzi mkuu utakaofanyika Jumatano, Oktoba tarehe 29 mwaka 2025. Katika taarifa iliyotolewa leo Oktoba tarehe 27 na msemaji wa jeshi la polisi kutoka makao makuu Dodoma, jeshi hilo limesema limejipanga kikamilifu kuhakikisha amani na utulivu vinaendelea wakati mchakato mzima wa kupiga kura kwa ajili ya kuchagua rais, wabunge na madiwani. Taarifa ya jeshi la polisi iliyotolewa na msemaji wake, naibu kamishna wa polisi DCP David Misime, imeeleza kuwa hakuna tishio lolote la kiusalama nchini na kuwataka wananchi kujitokeza kwa wingi kuelekea kutekeleza haki yao ya kikatiba bila hofu yoyote. Hali ya usalama ni shwari sana na hakuna tishio lolote la kiusalama linaloweza kufanya shughuli hiyo ya kupiga kura isifanyike kwa amani. Wananchi mnahakikishiwa amani na usalama wa kutosha siku hiyo ya Jumatano, hivyo mjitokeze kwa wingi kama mlivyojiandikisha kwenye kupiga kura bila hofu yoyote, taarifa hiyo ikaelezea. Jeshi la polisi pia limeonya kwa mtu yeyote atakayejihusisha na vitendo vya uvunjifu wa amani au kukaidi sheria kwa nia ya kuharibu uchaguzi atachukuliwa hatua za kisheria. Atakayedhubutu kuvunja sheria asilaumu kwa hatua zitakazochukuliwa dhidi yake kwa mujibu wa sheria za nchi, taarifa hiyo ikasisitiza. Awali, wakati wa kampeni za uchaguzi ikiendelea, Rais Samia Suluhu Hassan anayewania muhula wa pili kupitia chama tawala CCM alisitiza pia Oktoba tarehe 29 tabaki kuwa siku ya kupiga kura tu. Ndugu zangu, tarehe 29 mwezi huu tutoke tupige kura. Mimi ni Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Amri Jeshi Mkuu, nasitiza maandamano yatakayokuwepo ni ya watu kwenda vituoni kupiga kura, hakuna mengine, akasema Samia katika mojawapo ya mikutano yake. Kauli hii ya polisi imekuja kufuatia taarifa zinazozunguka mitandaoni kuhusu kundi la watu wanaodaiwa kupanga maandamano siku hiyo ya uchaguzi mkuu wakitaka katiba mpya, lakini pia kuonyesha kutoridhika kwao na baadhi ya mambo ikiwemo madai ya kubanwa kwa haki za kiraia, ukosefu wa kidemokrasia na hitaji la kuboreshwa kwa mifumo ya uchaguzi. Jeshi hilo limeeleza kuwa linafuatilia kwa karibu taarifa hizo, likisisitiza kuwa halitaruhusu mikusanyiko isiyo halali wala vitendo vinavyoweza kuhatarisha usalama wa wananchi na mchakato wa uchaguzi. Kwa upande mwingine, Mama Samia Suluhu, rais wa sasa ambaye atakuwa anawania kiti cha urais kwa mara nyingine kupitia Chama cha Mapinduzi CCM, ametoa taarifa nzito kwa Wakenya akiwaambia waache mchezo baada ya fununu na minong'ono kuenea katika mitandao ya kijamii kwamba Gen Z wa nchini Kenya walikuwa wamepania basi kuingia nchini Tanzania hapo kesho kuwasaidia wenzao katika kupiga maandamano ambayo yanatazamiwa kupindua serikali. Samia Suluhu asubuhi ya leo amesema hivi: nawapa onyo hao wa Kenya wanaopanga kuvuruga nchi yetu yenye amani. Ninawaambieni huku si kwa kasongo, ukikamatwa utapatikana tena. Don't dirtify my country please Kenyans. Katika mitandao ya kijamii Wakenya walimshambulia sana wakisema lazima watafika hapo kesho, na sasa hivi wameendelea kuwasili katika borders au mipaka kama Namanga ambayo ni mpaka kati ya Kenya na Tanzania. Mtazamaji wangu, ikiwa wewe ni raia wa Tanzania au raia wa nchini Kenya, unaweza kutoa maoni yako kuhusiana na swala hili nzima. Samia Suluhu anatuhumiwa kwa kuwanyanyasa na vilevile
kufanya uchaguzi wa Tanzania kutokuwa wa demokrasia, kwa sababu hadi hivi sasa tunavyozungumza atakuwa ni mgombea pekee, yani hakuna atakaye mpinga, kwa sababu viongozi pinzani akiwemo Tundu Lissu wanakabiliwa na mashtaka mbalimbali, na hii ni njia mojawapo Samia Suluhu alitumika kunyamazisha na basi kufifisha kabisa upinzani ili ashinde kiti hicho cha urais kwa njia ya urahisi mno. Vijana wa Gen Z kutoka Tanzania walisema kilichotendeka Kenya, kilichotendeka kule Nepal ilikuwa ni mwanzo tu wa sinema, kwa sababu hapo kesho wamejitoa muhanga na ili kupigania haki na vile kuhakikisha kwamba mageuzi yamefanywa katika taratibu zile ama katiba ya uchaguzi nchini humo. Kwa hiyo ndizo taarifa za hivi sasa, lakini ningependa sana ni kuarifu jinsi mambo yalivyo katika mikoa mbalimbali kule Tanzania. Taarifa zikisema baadhi ya vijana, kundi la watu wameendelea kujikusanya kwa minajili ya shughuli nzima ya hapo kesho, huku maafisa nao wa polisi wakisema kile ambacho kitatendeka kesho ni upigaji kura na mikutano ya ukusanyaji. Vikundi vitakavyojikusanya vitaweza kuchukuliwa hatua za kisheria. Maelfu ya vijana wakusanyika tayari kwa maandamano huko Tanzania, vyanzo vya habari vyasema. Kwa hiyo ukiangalia picha hiyo ni maelfu ya vijana wa Gen Z. Hatujui kama wale wa Kenya washadunda pale kwa minajili ya kufanya maandamano hapo kesho. Kupitia taarifa ambazo zilisaka katika mitandao ile ya kijamii TikTok, Facebook, Twitter, IG, vijana hao wanatuhumu serikali ya Mama Samia Suluhu kwa kuwanyanyasa, kuwatesa na hata kuwaibia pesa zao, kutoza ushuru wa hali ya juu, swala ambalo basi linaleta picha na taswira ya uongozi mbaya. Na ndio maana kwamba hatarajii kwamba kuna mtu atapata madhara wakati wa zoezi la uchaguzi, kwa sababu tuna nyenzo za kisasa kabisa, tunatumia sayansi nzuri katika kudhibiti uhalifu. Sisi tumepewa jukumu, sheria namba 1 ya mwaka 2024 ya Tume Huru ya Uchaguzi kifungu cha 162 kinatoa wajibu kwa serikali kusimamia ulinzi na usalama, lakini kimetoa yale majukumu kutoka kwenye sheria ya polisi, sheria ya ukurasa namba 322 kifungu cha 5, yametajwa majukumu kama 5 pale ya kwetu sisi vyombo vya ulinzi na usalama. Hongereni kwanza, tumefanya vizuri leo. Wenyewe mmejionea namna gani ambavyo kutoka tunaanza mpaka leo tumekuwa na